Bwana Yesu asifiwe, na wasalimu kwa jina la Yesu. Niko hapa mimi kufikisha tu ujumbe kwa wanawake, sipo kuhubiri. Nipo kufikisha ujumbe kwa wanawake ambao wanatumia uzazi wa mpango wa aina zote. Yaani njia zote za utoaji mimba. Kuanzia kutoa kwa vyuma, kuanzia kumeza vidonge na kadhalika. Na nipo kuzungumzia katika kategori la kundi zote na mpaka wanaume pia. Madhara ya kwanza ya utoaji mimba wa kumeza vidonge ni madhara makubwa sana. Kwa sasa unaweza usione, lakini utakapotarajia kuolewa na kuzaa utayaona madhara makubwa mno. Madhara mengine machache ambayo unaweza kuzungumzia ni haya. Kwanza, kitu cha kwanza, mirija inakwenda kuziba kwa sababu vile vidonge umemeza vimekwenda kulegeza kile kizazi na yule mtoto akatoka, lakini kuna baadhi ya bakteria na baadhi ya vitu havijatoka vyote, havijasafishika. Na nguvu iliyopo kwenye kile kidonge ni kubwa mno ya kuua mrija au mirija ya uzazi na kupelekea kwamba ile mirija iweze kuistahimili kupokea mtoto. Unaweza ukabeba mimba ikifika kadhaa inaharibika. Na hata kama ikitokea umejifungua, lakini kuna option mbili. Unaweza kuzaa kwa kawaida, lakini kwa maumivu makubwa sana, kwa umwagaji damu mwingi sana. Aidha unaweza kuzaa kwa operation. Na ukizaa kwa operation, madhara yake ni maumivu makubwa mno. Kiasi kwamba inaweza kukupelekea baadhi ya mishipa ya miguu ikawa inakaza. Yaani unaumia, yaani inakaza kabisa, unaumia vibaya mno. Na madhara mengine, vile vidonge unavyovimeza vinakwenda kuziba. Kiasi kwamba huwezi yaani ile mirija haiwezi kupitisha mbegu ya mwanaume kwenda mahali popote zile. Ukiwa unaendelea kutoa mimba kwa staili ya vidonge. Na pia vile vidonge vya kutoa mimba vinasababisha uvimbe kwenye mirija ya uzazi. Kile kivimbe kikiota, mbegu ya mwanaume haiwezi kupita kuotesha mtoto. Inaenda kusababisha madhara hayo. Na pia haishii hapo. Inaenda kusababisha madhara kwenye hedhi. Unaweza ukapata hedhi ukawa unaumia sana au usipate kabisa. Na haishii hapo. Inakwenda mpaka katika ulimwengu wa roho. Unaanza kuota una mtoto, una mimba, unasema mbona niko hivi, lakini mbona period iko hivi, dalili zote za period unazo. Lakini huoni mazingira yote, lakini chanzo chote kimesababisha ni nini? Ni vile vidonge. Vile vidonge vya kutoa mimba vina madhara katika ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili. Yaani kuna mfumo wa kishetani upo katika vile vidonge mkubwa mno. Kuna madhara makubwa mno. Yaani mno, sijui nielezaje mtu anielewe. Yaani mno. Na ukija katika kategori ya kutoa mimba kwa kutumia hivi vyuma hospitalini, unaenda unatoa mimba, lakini jinsi unavyochokonoa kizazi kinaregea. Ni sawa unashika jino kila siku na spana, unalitingisha linakuwa linaregea, mwisho wa siku linatoka. So, unapokwenda kutoa mimba kwa kutumia vile, make sure ukija kubeba mimba, ukibahatika kubeba mimba, madhara yake ni makubwa sana. Aidha kupoteza damu nyingi na kufa kabisa. Na mtoto akashindwa kuokolewa na wewe mwenyewe pia. Au pia ukapoteza nguvu ya mwili, nguvu ya mwanadamu ya arithi. Yaani unapoteza mfumo halisi ambao Mungu alikuumbia. Kila mwanadamu ana nguvu, ana strong, wanasema strong, nguvu. Kila mwanadamu ana nguvu zake. Kwa hiyo inakupelekea unakwenda kupoteza nguvu wakati wa kujifungua. Na jinsi unavyoendelea kuzaa, ukibahatika, nguvu zinazidi kupotea kabisa. Na mwisho wa siku inapelekea mauti ya bila wakati Mungu ambao hakutarajia wewe kuondoka duniani.
kwa sababu ya kategori hizo za kutoa mimba. Na pia utoaji mimba wa kuchokonoa, kile kizazi kinaregea, kinakuwa hakiwezi kuistahimili. Hata ikilegea zaidi inakwenda, ukibeba mimba zinaharibika. Na hata nyingine kwa upande mwingine, ukibahatika kuzaa kwa njia ya kawaida, inaweza ikapelekea kila kitu kikapasuka kabisa, kuanzia kizazi kikapasuka, kikachanika, kwa sababu yule mtoto anatoka kwa nguvu. Vile vitu vilivyopo ndani havina uwezo wa kuistahimili, kwa hiyo vinapasuka. Mwisho wa siku unafanyiwa operation na mambo mengine yote yanatolewa, yanayowezekana kushoneka na shoneka, ambayo hayawezekani ni hayawezekani. Mfumo unakuwa umeishia hapo na unakuwa hauna uwezo. Na hapo pia katika hiyo kategori unasema ni sawa nikizaa nikizaa na hivyo vitu vikipasuka, sawa, hamna shida, kwa sababu nitakuwa tayari nimeshapata mtoto. Lakini madhara yake, unakuwa umeathirika kiakili na pia kimwili katika viungo, na pia kiroho unakuwa umeathirika mno. Ninasema hivi kwa sababu na experience nimepitia. Kwa hiyo kizazi kinaregea, kinashindwa kubeba mimba. Na hata ikitokea, sawa, unasema nitawahi kuzaa kwa operation. Sawa, utazaa kwa operation. Lakini pia bado madhara ni makubwa. Ni makubwa mno. Sijui nielezaje, madhara ni makubwa mno. Maumivu yake ni makubwa. Naweza ikapelekea mkapotea nyie wote wawili na mtoto, au akanusurika mmoja akabaki. Madhara yake yako hivyo. Na tukija kwa madhara ya vidonge vya majira na vidonge vingine. Hivi vidonge vingine vya majira na vinginevyo vinavyosababisha mtu akimeza anakuwa hashiki mimba. Hivyo unaweza usione madhara kwa sasa hivi, lakini kwa baadaye ukihitaji mtoto utaona madhara. Utajaribu kubeba mimba, haipatikani. Utajaribu kwenda kwenye kila mahali, kila madhabahu, utashindwa, kwa sababu zile mirija zinakwenda kusababisha uvimbe kwenye mirija ya uzazi. Yaani automatically zinakwenda kuziba na kutengeneza uvimbe. Na ukibahatika kwa rehema za Mungu ukapata professional doctor, sawa, watakufanyia surgery. Na sawa, watakwenda kukufanyia surgery. Na katika surgery watakwenda kuzibua zile mirija. Lakini ukabahatika kwa rehema za Mungu, mrija mmoja wa kupitisha kupokea mtoto ndo kazibuka, mmoja usizibuke, au yote miwili isizibuke, ukabaki unategemea matarajio ya Mwenyezi Mungu tu. Hiyo pia ipo. Yaani ipo na haikwepeki. Nasema hivi kwa sababu nimeiona experience na wanawake ambao wameolewa, hawajaolewa, na waliokoka na ambao hawajaokoka. Ni heri kukaa kwanza. Kama upo kwenye familia, subiri baraka zako zikija za kuolewa, ukaolewa ukaenda kwako, ukabeba mimba kadri uwezavyo na ukazaa kawaida na ukawa na nguvu, kuliko kukimbilia kuanza uzinzi, ukaanza kulala na kila mwanaume, ukabeba mimba, matokeo yake ukaenda kutoa mimba, ukasema namkomesha mwanaume. Umkomeshi mwanaume, zaidi wewe mwenyewe umeingia kwenye hatia na kuingia kwenye mfumo wa shida wa baadaye wa maisha yako. Iko hivyo. Kwa hiyo ninawasihi wanawake ambao wapo katika kategori hizi wanatumia hivyo vitu, ni bora kuacha. Maumivu yake ni makubwa mno. Ukija kupata mtoto wakati wa kujifungua, aidha usipate kabisa. Wengi wanasema nimerogwa au nimefanyaje. Hapana, hakuna mtu aliyekuroga, ni wewe mwenyewe tu. Kwa sasa hivi kila injili za utakatifu zinahubiriwa sehemu nyingi. Ni heri kusikiliza zile ujumbe za Mungu
enzeni ukastiki hapo, ukakaa, ukasubiri tu mipango ya Mungu. Usipaparike, itakusaidia zaidi. Mimi hapa nangalijua mapema au ningepata wokovu mapema, nisingelitenda haya. Madhara yake, maumivu yake, hakuna ambaye unaweza kumwelezea akakuelewa. Ni makubwa mno, yaani sijui nikuelezaje. Utameza dawa na dawa za maumivu, lakini hamna, ndio imeshatokea. Kwa wale ambao hawapo katika kategori hizo, au kama umetoka kutoa mimba jana juzi, na kusihi bora uache kabisa. Urudi kwa Mungu uombe, rehema za Mungu zitakuokoa. Lakini maumivu ni makubwa mno. Na ukija katika kategoria kutoa mimba kwa kutumia vijiti, unaweka vijiti, unakaa mwaka, vile vijiti vinawekwa kwenye mkono, kwenye bega. Lakini kinafikaje kule tumboni, kwenye ile milija ya uzazi na kuziba. Ile ni spiriti, yaani ni roho ya kipepo, ni mfumo wa kipepo ambao unaingia kwa kupitia mkono. Lakini inaenda inasambaa, zile roho zinasambaa, zinakwenda kukaa katika mfumo wa uzazi. Je, umeshawahi kujiuliza kwa nini kijiti kinakaa mabegani, lakini kinakwenda kinasambaa mpaka tumboni, kinakwenda kuzuia? Kimefikaje tumboni na kati kipo hapa, unakigusa unakiona? Kuna spirit ya kipepo inasambaa. Kuna zile vidonge sindano zile wanachoma kwenye bega. Zile umechoma kwenye bega, lakini zinafikaje kwenye mfumo wa uzazi? Pia hiyo ni spirit ya kipepo, yaani shetani katika ulimwengu kwa staili hiyo, watu waendelee kufanya starehe. Watu waendelee kufanya starehe na katika uzinzi, na kuwasababishia wanawake wazae kwa maumivu makali mno. Makali mno. Mungu ameandika kwenye Biblia, zaeni mkaongezeke. Na Mungu hakuandika kwenye Biblia, mimi nikisoma Biblia sijaona Mungu akiweka kwamba utazaa kwa operation. Hapana. Mungu kaweka kwamba utazaa kwa uchungu. Ina maana muda ukifika, uchungu utakushika, utaenda kuzaa, si kwa operation. Hiyo operation yote imeletwa na mfumo huu wa kipepo, wa hivi vitu ambavyo tunavitumia. Maumivu yake ni makubwa mno. Kama unafanya hivi, acha. Na kama umeshawahi kufanya, bado hujakaa katika toba ya kweli kumlingana Mungu na kujua Mungu amekusamehe, rudi kwa Mungu. Mungu anasamehe yote. Haijalishi umeua, haijalishi umefanya vitu vingapi, Mungu anakusamehe. Lakini hata kama ukisamehewa, ni rehema za Mungu zenyewe tu kukufanya wewe ukapitia katika njia halisi ya kuzaa kawaida, yeye mwenyewe anavyopenda kwa rehema zake, au kukufundisha kwamba hiki kitu hakikuwa sahihi kwako wewe ukifanya, hakikuwa sahihi. Inatakiwa usubiri muda ukifika, ndio mtu aje akuchumbia ulewe uende kwako. Kwa kama uko katika kategori nakusihi, acha. Hata kama imefika miaka 40, 50, usiharakie kuolewa. Harakia kutafuta rehema za Mungu kuinusuru nafsi yako na ule moto. Na katika kategori nyingine ya wanaume ambao wameokoka na hawajaokoka, ambao mnatumia vidonge kuzuia msiweze kuzalisha, au unaweza kuzuia kwa ajili ya msizae kwa sababu ya kuendeleza uzinzi na kadhalika. Tambueni mnaua. Hilo tambueni mnaua. Kwa sababu wewe umewekwa duniani kwa sababu ya kutoa mbegu ili mwanamke apokee na kuweza kuzaa. Tambua unaua. Na kama upo kijana ambaye unafanya hivyo, au kijana au baba mama
yoyote yule, acha. Sasa hivi kuna wanaume wanameza vidonge ili wasiweze kumpa mwanamke mimba, ili waendeleze kufanya uovu wanaojua wao wenyewe. Ninakusihi kwa jina la Kristo, acha, ni vibaya. Mungu hafurahi na wala hapendi kukuona unameza vidonge, wewe mwanaume au wewe mwanamke. Ninakusihi, acha. Acha. Saizi unaweza ukaona ni raha, unastarehe, unafanya chochote unachotaka. Lakini Yesu yu karibu kurudi kuchukua watakatifu wake. Ni heri hizo pesa za kununua hivyo vidonge ukawapa watu tu ambao hatawajiwezi, na ukawa magotini tu kwa Mungu kumwomba Mungu azidi kukutakasa. Muda umeisha, hatuna muda. Muda umeisha. Muda zaisi ni kukaa tu na kumsihi Mungu wapi ambapo pana vichaka vimesalia aweze kuvifumbua na kuvitoa na kuweza kuvitubia na kuwa katika hali ya utakatifu, kwa sababu muda umeisha. Kwa hiyo muda umeisha, tujiandae kwa ajili ya kumlaki Bwana Yesu. Na kusihi tena, na kusihi, kama upo katika kategori hizi, acha. Na hata wewe dokta utakayepata nafasi ya kusikiliza, unatoa mimba, mtu anakuja unamtoa mimba, na kusini, acha. Sawa, unapata fedha, lakini madhara yake utayaona baadaye. Ni acha. Umeingia kwenye dhambi ya kuua, lakini pia umemsababishia huyo mwanamke, umemsababishia matatizo makubwa sana katika uzao. Wewe unaona umemsaidia, lakini umemuua viungo vyake na nguvu, yani umeua nguvu zake. Na mafamasi yote ambaye anafanya kazi katika famasi, anauza vidonge vya kutoa mimba, anauza majira na kadhalika. Na yote dokta ambaye ananisikiliza yuko hospitalini, anawasisitiza wanawake wachome uzazi wa mpango. Upo katika kategori ya kuua, lakini unajua umemsaidia yule mwanamke pia, lakini kiukweli hujamsaidia. Iwe uko famasia au uko ni nesi, ni daktari, hujamsaidia kabisa kwa njia ya kutoa mimba kwa vidonge na mavyuma na makadhalika. Hujamsaidia. Kwanza wewe upo kwenye hati ya kuua, na pia huyo binti yupo kwenye hati ya kuua, na pia umemsababishia madhara makubwa ya kiroho na kimwili huyo binti katika maisha yake ya baadaye. Unaweza ukaona umemsaidia saizi, lakini baadaye akija kuolewa, akija kupata mimba na kutaka kuzaa, mashambulizi yanaamka. Mashambulizi yale ya kiroho na kimwili yanaamka. Mfumo ule wa kipepo ambao ulipandwa ndani ya yule mwanamke kupitia hivyo vifaa unaamka, unaanza kumtesa hata kama kaokoka. Ni rehema tu za Mungu. Lakini pia Mungu lazima amfundishe mtu kwamba hiki hakikuwa sahihi, ni kibaya. Kwa hiyo unajua umemsaidia, lakini hujamsaidia. Na wasihi mafamasia, madaktari, manesi, acheni kabisa kuwashauri watu watumie vitu hivyo vya uzazi wa mpango wa aina yoyote, wala utoaji mimba. Inamsababishia madhara makubwa katika kuzaa. Haweza kupotea yeye kabla ya muda wake, Mungu ambao hajapenda, au kupoteza yeye na mtoto, kutoka yeye na mtoto kabisa kufutika. Inamsababishia hivyo, au njia ya uzazi kutokufunguka kabisa. Nasema hivi, ina experience. Ni maumivu makubwa hata kama akifanyia operation njia ya haraka, lakini madhara yake ni makubwa. Kuna nguvu zile halisi za Mungu ambazo kaziweka kwa huyo mtu zinaondoka. Anakuwa hana nguvu ile ya kustahimili. Sawa, atastahimili, lakini katika kimwili kuna baadhi ya nguvu zimetoweka. Kwa hiyo ninawasihi madaktari, acheni mfumo huu. Ni heri mwambie mwanamke, nenda tu mama kazae, utalea tu, mtoto atakuwa.
Ni heri akafanye huko yeye mwenyewe anavyojua, lakini usiingie kwenye mfumo huu. Hutomsaidia mwanadamu wa aina yoyote akija kwako akisema nataka kutoa mimba, unataka uzazi wa mpango. Hutomsaidia. Wa kumsaidia ni Mungu tu. Ni Mungu tu, na yeye huyo mwanamke aache uzinzi. Akae mpaka atakaposubiri muda wa kuolewa. Na akiolewa atatumia uzazi wa mpango wa kutumia kalenda ambao upo katika mfumo mzuri. Natumia tu kalenda na inakuwa sawa. Lakini kutumia hivyo vitu mimi sishauri kabisa kabisa. Na kwa madaktari na manesi na mafamasia wote duniani mnaonisikia, mtakaokuja kusikia kwa lugha ya Kiswahili, kwa lugha ya Kiingereza, kwa lugha yoyote Mungu atakaonijalia kuitoa, mtakapopata ujumbe huu, acheni. Hukumu ni kubwa mno, na sio kwamba mmemsaidia huyu mtu, bali mmemmaliza. Mnamuua, yani anakufa kidogo kidogo kwa anajiona. Ni mfumo wa kumuua mtu kidogo kidogo anajiona. Acheni. Ni mbaya, acheni. Na wanawake ambao wapo katika mfumo huo, acheni. Mimi nimefikisha ujumbe. Ukisikia na ukaendelea kufanya, fanya kwa mpango wako. Mimi nimeshanawa kwa wanawake, kwa mabinti, kwa baba, kwa madaktari na manesi na mafamasia wote. Nimenawa, na Mungu awabariki. Amen.